na Mungu, ongea na malaika, semesha vitu alafu itakuwa sawa. Namba 8, kwa haraka, nena sana kwa lugha ili uweze kuwa mtu wa rohoni. Nena sana kwa lugha. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 2, mstari wa 4 na mstari wa 18. Anasema Paulo pale, namshukuru Mungu kwa kuwa ananena kwa lugha kuliko ninyi nyote. Alafu anazungumza pia huku chini mstari wa 2 na wangapi? Anasema anenaye kwa lugha asemi na watu. Anazungumza na Mungu mambo ya siri. Nikawaambia when you speak in tongues, roho yako inakuwa imekamatana hivi na Holy Ghost. Ambacho kinafanyika, mafaili ambayo anayo Roho Mtakatifu yanahamishwa kwenye roho yako. Unaanza kuwa unafahamu vitu vingi. Unaanza kuwa unaweza kufanya vitu vingi kwa maana unakuwa umefundishwa na Bwana kupitia kunena kwa lugha. Ndio maana wote mtamani unaanza kunena kwa lugha. Wote. Na kunena kwa lugha haina ile mpaka ujikoki, unaanza tu. Ikija herufi moja wewe unaendelea tu. Hello? Muda ukibaki tunamaliza hicho kitu hapa, kila mtu nikimuipati. Usiku utapata impartation, kuanzia kesho tukikutana hapa ni rezuyama. Bwana Yesu asifiwe sana. Waache watu wengine huko wanena kwa lugha. Kwa nini nani kwa lugha? Namba 9. Jilazimisha kujifunza mara nyingi kusikia kilichopo nyuma ya sauti, kuona kilichopo nyuma ya vinavyoonekana. Jilazimishe kujifunza mara nyingi kusikia kilichopo nyuma ya sauti, kuona kilichopo nyuma ya vinavyoonekana. Narudia tena. Jilazimishe kujifunza mara nyingi kusikia kilichopo nyuma ya sauti na kuona kilichopo nyuma ya vinavyoonekana. Wakorintho wa kwanza sura ya 14 mstari wa 10 inasema, yamkini ziko sauti za namna nyingi duniani, lakini hakuna hata moja isiyo na maana. That means wewe ukisikia kwa nje ndege amelia, wewe unasikia ndege amelia, lakini zakawa ndege ameimba. Kwa nyuma ile sauti kuna maelekezo. Ninapoongea hapo unanisikia kwa sababu gani? Nyuma ya sauti kuna kitu unakiona. Hello? Yule mwanamke agent alipokuwa anena kwa lugha, nilipomwangalia nikaona kilichopo nyuma ile lugha. Maana sasa sijaribuni basi hizo roho. Je, zinatokana na Mungu? Nyuma ya kila kitu kuna kitu. Nyuma ya kila unachokiona kuna kitu. Mtu mmoja mnafiki alikuwa kutana na mimi hapa, ananiambia apostle, wewe kizazi apostle, ananikoleza. Alikuwa mbali na mimi ananisema vibaya. Sasa mimi najua akiwa mbali akinisema, kama nilikuwa nafanya mambo yangu nakuwa naanza nisisikie. Ila akija hapa akianza kuongea maneno ya hapa nasikia na yeye kwa anayaongea kabla ya hapa. Nilikuwa na huyu ni mnafiki. Nikamwambia dogo, hebu nitu usinichanganye. Apostle, wewe. Tusipelekane hivyo. Wewe kule sipo ananisema, ukija hapo unaongea hivi. Na nikwambie tu, kama ushaje kuongea chochote tofauti, mimi najua. Hello? Amen. Haya mambo hayakuishia tu zamani. Mathayo sura ya 9 pale, Yesu Wayahudi anaongea, hapo wanamfuata akamwambia, akijua walioyawaza mioyoni mwao. Yesu duniani hapa alikuwa anafanya, alidwell kwenye dimension ambayo mtu yote ambaye atampokea Yesu, hasa ambao wameitwa, wana uwezo wa kudwell pale. Ndio maana akaruhusu akasema, mkiniamini mambo haya ninayoyafanya na nyinyi mtayafanya na zaidi. Dimension ya Yesu yuko duniani hapa sio dimension ya mwisho ambayo anakuwa nayo akiwa kwenye kiti cha enzi. Ni dimension ambayo sisi hapa tunakuwa wengine tuweze. Kwa mara nyingi tunawaambia tu wazi, nikikaa na nyinyi mara nyingi nikiwa naongea na mtu hivi nasikia anayoyawaza moyoni mwake. Ndio maana Bible school inafundisha biblical counseling. Watu wengi wanafanya kwa mama. Akija anataka kunielezea lisaa, naambia bana mama sorry, wewe ni 1 2 3, tuombe hapa. Hello? Mimi na roho na wewe utaweza kuwa na uchungu, wewe mkaa hapa. Unatakiwa usamee watu wale roho kuuzi, sawa Kwa sababu nasikia watu kiko ndani yake. Ila huwa tuseme kila kitu. Sasa nafikiri ilishia kwa Yesu. Matendo ya Mitume sura ya 5, haya Petro, nilimwambia mimi ni mtume, kila ambacho alikuwa anakifanya Petro, I can do. Ni watu wa dini na mafundisho ya Mungu, naamini wale ambao wameandikwa kwenye Bible ni watu bora kuliko nyinyi. Na wakati Mungu anataka kuona utukufu wa juu sana sasa hivi. Kwa maana shetani yeye ameunda watu wake hatari sana sasa hivi. Nyinyi mnaamini wale wa zamani ndio watu bora. Shetani watu wake wa sasa hivi katika utendaji ni waharibifu.
Yeye mnaamini tu mnafungiwa, mnawekewa mipaka msijue vitu. Sio kweli. Sasa Petro anamwambia Anania na Safira, wameuza kiwanja wakasema watatoa kwa madhabahuni. Wameona ile hela nyingi wakaamua waimege. Akasema ni nani aliwadanganya nyie kumdanganya Roho Mtakatifu? Sasa ona akafa yule Anania na mtoto kaja akafa. Maeneo mengi sana kuna na watu wanakuja nishangaa hivi naona, ila huwa hatusemi anaona. Ni wachache hapa na demonstrate kidogo tu. Kwa sababu mimi sipendi kwanza manabii haya na nini, sipendi sana, maana yake unabii umtengenezi mtu anafundishwa na mafundisho. Nawaga naongea muda mrefu, nilikuwa na uwezo wa kufika hapa nifundishe na nusu saa, afu niambie kaa hapo. Aya, simama hapo Rahma, simama. Njoo mwanangu, njoo. Ukiwa umesoma hivi, naingia kwenye ulimwengu wa roho. Sasa hiyo, huyu inamjenga nini huyu? Lakini sasa naongea mawazo naongea tu muelewe kwamba hayo mambo ya msingi. Yesu alifundisha, afu kuta kuna kesi na solve. Na uwezo wa kutabiri mimi kila mtu anayekuja hivi nikimwangalia mambo yake nikayaona. Lakini kwa kufanya hivyo, kweli kuna mtu anajengwa au anabaki apostle anaona alafu si ya neno. Mwanangu aliniambia juzi kaniuliza, apostle kwa nini za mifungo? Nikamwambia aina za mifungo, nikamwambia kama unajisikia ni namna fulani, nikamwambia hamna aina za mifungo. Alikuwa hajui kwa nini namwambia vile. Watu wanaongea vitu vingi huko. Kuna mfungo wa Esther, mfungo wa Danieli. Tuko Agano Jipya. Roho Mungu akiwa ndani yako atakuelekeza mfungo wako fulani ambao unaweza kuficha rekodi hapa. Kuna mifungo akina Catherine Kuhlman, umeiona yote? Sasa wewe uko Agano Jipya, unataka ufunge mfungo wa Esther. Esther alikuwa Roho Mungu anakuja anaondoka. Wewe Mungu yuko ndani yako. Mfungo wa Danieli ni mzuri kweli, nakula mboga na nini? Sasa wewe kitu gani wewe kwamba wewe unataka mboga ni za msingi? Sasa wewe nini hapa? Eti unajua ni mfungo wa Danieli. Kwa hiyo unataka ule kitimoto. Kwenye mfungo wa Danieli ndio ule mtama. That is Christianity. Wewe mazoezi yanafaa kidogo kwa mwili, unaonyesha viungo, balance majani, matunda, si kawaida. Mwingine anasema kuna aina tatu za mifungo, mfungo wa nafsi, wa mwili na roho. Kwenda amna mfungo wa roho. Hivyo ni vitu vya kawaida sana, lakini tutakuwa hawaelewi. Kwa hiyo ndio inambadilisha mtu. Na mimi niwaambia siku zote, sifurahii nini naongea mimi, natoa hapo mimi, eti wewe uwe mshirika. Wewe akitokea mchungaji hapa, ninawapa mfano kwa mtu yuko Zenji. Kaja mara 2 mara 3 na mshaka mkono ameanzisha huduma huko. Mko chini ya kivuli cha kitume, ampokeaye nabii hapa sababu ya nabii. Mimi kesho zangu, nataka mtu yote kipofu yote mimi. Sinanyoosha mguu wake umepinda. Macho mimi namuona mpa macho anaondoka. Lakini hiyo sasa haikutengenezi wewe. Asuyama. Ndio maana hamna mtu mtamleta hapa. Yoyote nawaambia. Eti aje aondoke na shida yake. Baba ana kiburi tu, ataki baba anataka achukue muujiza haraka akafanye madhambi huko. Hiyo Mungu anaona wewe nikupe afya karibu za watu kule. Na mimi nitajua huyu hiyo ni kawaida tu. Ila kuna watu wameitwa kwa ajili ya washirika. Anaambia njoni hapa. Njoni hapa sadaka wewe. Nimehudhuria mikutano mingi mimi. Sina hela sadaka nafika hivi wamenilipia watu. Kwa hiyo anakuwa makini sana kwenye ninachokitoa na nini? Mafundisho yanamtengeneza mtu. Alafu kama ana kichomi anakuja tunakiondoa. Sio kwamba dakika 15 tunakiondoa. Unaelewa? Alafu wakae kwenye fundisho. Utaona sasa ambacho kinatokea kwenye maisha yake. Kwa mtu anaelewa hapo? Ndio mwanangu hapa, mfano hujamaliza. Weka mikono hivi. Hata mwamwelewi nini? Haraka ndio kesi za haraka tunasolve hizi sasa. Mwanataka nini? Tuanze kuunguruma hapa na nini vitisho tu. Mungu anaweka nguvu ndani ya watu, anaweka makarama kwa ajili ya kazi yake. Huyu mwanamke anapitia nini? Anapitia changamoto nyingi, lakini katika ulimwengu wa roho. Kwa maana shetani anaona mtu amekibeba huyu. Watu wakimwangalia wanaona mwili, na nimeshawaambia hapa, mtu sio mwili. Mtu ni roho ila ana mwili. Kwa shetani anapingana na huyu kwa sababu anakiona mtu anacho huyu, atafika somewhere. Sasa ni mpuzi tu anafikiri labda ni kuna watu wanamchukia au wanataka. No, ni shetani. Mimi sioni watu, naona shetani. Hello? Mimi sijaongea naye, lakini nafahamu kuna vitu ameota. Umeelewa
na ni vya kiwaki, ni vitu vya vibaya, ni ndoto ameziota. Hizo anakumbuka amesahau ameota. Au sasa huyu Apostle Mbea, mwanangu, kwenye siku mbili kitu gani umeota? Waambie hawa tu, mimi kushushuliwa napenda tu. Apostle mbona Mbea? Wewe unawaambia tu hapa. Kwa sababu mimi naona taarifa rohoni, naona nguvu katika ulimwengu wa ndoto. Kwa hizo nguvu ambazo naziona hapa ndo zinamfanya huyu aote. Hivi mnanielewa? Hilo umeota hujaota? Nimeota lakini ndio hiyo nguvu nao kwambia. Ameota hapa amefanyaje? Msahau. Sasa nikianza muda wote hapa naongea huyu naombea watu. Acheni hiyo mikwala. Halo? Lakini kuna nguvu zinamzuia mwanamke. Weka mikono hivi, napiga hiyo nguvu tena. Alafu mitume, binti yangu nikwambie tu, waga hatubembelezi sana. Unielewa? Ndio maana Yesu aliingia sehemu hapo. Anamwambia masi, watu mwana wa Yusufu, usituchanganye watoto wa Mariamu, tena wewe nabii wewe. Yesu akawaangalia akawatupa. Hakufanya muujiza hata mmoja huko. Mitume hatubembelezi na hatufosi miujiza. Halo, niwaambie kabisa. Miaka 20 baadaye ndio kuna watu wengi. Ila upako ambao utakuwepo utakuwa ni huu. Kwa sababu watu wakiwa 3000 nikifanya kama wapagani wanaanguka wote. Hiyo inambadilisha mtu neno. Mtaifahamu kweli nao kweli na wetaweka huru. Na kuombea mwanangu. Haya maandiko siji Yesu, mnanifuata mimi kama ninavyomfuata Kristo. Unapambania maisha. Kuna wakati nitakuwa sina uwezo wa kupigia simu. Unanielewa? Unajua shetani yuko against you. Nyosha mikono hivi, funga macho yako. Naachilia nguvu za Mungu kwa binti huyu mdogo. Power of the Holy Ghost. Power of the Holy Ghost. Hiyo nguvu inaondoka yote, kuanzia utosi mpaka wa miguu. Naondoa hiyo nguvu. Hiyo nguvu inaondoka. Hiyo nguvu ya kigeni inaondoka sasa. Inaondoka sasa. Inaweza kufifisha nuru, inaondoka sasa. Na naachilia uzima kwake. Yes. 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 Iskanta badiyama sosia antayama anta. Nafungua hii mikono, naachilia, naiweka huru. Mikono hii naifungua. 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 Utaona kama moto unapita, ndio inafunguka hiyo mikono. Inafunguka hiyo mikono. Inafunguka hiyo mikono. Na miguu hii, na miguu hii naifungua. Naifungua. Kila mtego katika mguu na uondoa, na kila nira nazikata. Utakuwa na hatima njema binti. In the mighty name of Jesus. Amen. Fanya hivi Rama, wajisikiaje? Fanya hivi, ulipokuja mimi najua, hoja niambia, lakini umekuja kama yani kama nini wanasema? Mzukule si mzukule, umekuja ni uelewi yani. Jikague hivi haraka hapo, kwa sababu hawajui ulivyokuwa unajisikia, mimi najua alivyokuwa anajisikia. Jikague mwanangu haraka haraka aje mwingine. Unajiona mwepesi? Weka hivi mikono. Sema asante Yesu. Asante Yesu kwa wema wako. Take this portion. Power. Amen. Makofi kwa Yesu. Takae pale. So, umoja mmoja kimetokea hapa. Hicho mmoja kimetokea hapa. Yaani Shetani amejipanga, ametumia muda kumzuia yule mwanamke. Sasa tulivyoomba hapo, tayari yuko huru. Halo? Sasa kweli tukesha kwenye hayo mambo. Na mtu asisikie Ukristo ni nini, asisikie nguvu ya Mungu ni nini huku. Bwana Yesu asifiwe sana. So, hiyo nilikuwa nazungumzia hapa, jilazimisha kujifunza mara nyingi kusikia kilichopo nyuma ya sauti na kuona kilichopo nyuma ya vinavyoonekana. Ndio nimewapa mfano.
Mimi namuona binti hapa lakini naona vilivyoko nyuma wewe umefanyika usiku, nakwambia nimeota lakini nimesahau. Tukitoka nje nitamwambia alichokiota. Huo muda hatuna, hayo maonyesho hatuna, au sio? Muda ni neno. 10. Stick to your way. Kaa katika njia yako, usirukeruke. Mithali sura ya 16 mstari wa 25, Zaburi 91 mstari wa 11, alafu na Zaburi ya 109 mstari wa 9. Unarudia tena Mithali sura ya 16 mstari wa 25, Zaburi ya 91 mstari wa 11 na Zaburi 119 mstari wa 9. Hapo unakuta kuna issue ya njia. Njia ni maisha, na maisha ya mtu yote ambaye unayaona, kuna vitu vyake akivifanya huyo mtu, kuna usaidizi wa malaika. Kuna usaidizi wa malaika. Kama haupo kwenye hicho, malaika wanakushangaa unaishi maisha ya watu wengine. Mimi nikiingia sehemu yoyote, kama naenda kuhubiri, kuna backup kubwa sana ya nguvu za Mungu. Nikiingia kufanya vitu vingine, yani hapo yani natakuwa ni unge sana nifanye vitu vingine, kwa sababu hata mbingu zinafahamu mimi nimetumwa kufanya hichi kitu. Hello? Hello? Hivyo ndo vitu ambavyo viko hapa. Ukiweza kufanya hivyo, Yesu mwenyewe aliangalia akawa anafuata njia yake. Mara zote nawaambia, njia yako ni ipi? Njia yako, ukianza kufuata njia yako, upo katika roho. Unaenda kanisani unaimba na haupo katika njia yako, haupo katika roho. Waimba praise wengi wanaimba sababu wanapenda kuimba, hawapo katika roho. Ndio maana hamna matokeo. Wanaimba sababu wanaweza kuimba. Nani kakwambia? Hello? Amen. Hello? Amen. So, tumezungumza in spirit, siendi kufundisha sheria ya roho. Masomo yajayo nitafundisha nini? Tutaendelea. Lakini nataka uangalie hao mambo 10 ambayo tumeyazungumza kwa masomo 11. Ndio ya kufanya kila siku. Yaani kwa huko nje na haya wewe hujaokoka, unatuchanganya tu. Unaongeza idadi kwenye huku ili watu wazidi kujua kwamba Wakristo ni dhaifu. Lakini ukiwa katika haya utamuona Mungu, utamuona Mungu, utashangaa kwamba ndio Mungu anafanya hivi. Utashangaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikiwa nimemaliza katika namna hiyo, nataka huyu roho wa Mungu nimemzungumza hapa. Na tumesema palipo na roho wa Mungu pana nini? Pana uhuru. Sasa, leo tumeweka msingi, nikawa nasoma. Sema nilikuwa sihubiri, nakupa point. Ukiona siku nimefanya hivyo, maana yake hayo ni ya msingi sana, ndio wewe kuwaambia Wakristo wote. Ili wasibaki kwenye maombi, navunja. Wakristo wengi hata wakimtoa shetani bado hamna wanapoenda. Mimi najua hamna wanapoenda. Sauti zinawakauka. Alafu baada ya hapo unafanya vitu vya wengine, matamaa tu, mawivu. Hello? So, tumeweka msingi. Nataka nitoe upendeleo mmoja. Kwa maana Roho Bwana yuko juu yangu na nimeweka msingi leo. Jinsi ya kuwa katika roho. Ukiwa unafuata hayo, umekuwa katika roho. Nani uko na shida yoyote kwa haraka kabla sijaanza kwa point? Kama tuna shida yoyote unakuja mbele tunamaliza hiyo kesi hapa. Maana Roho Bwana yuko juu yangu. Ni kwamba tu sina suti. Shida yoyote ambayo unaona kabisa umekuwa nayo, baba, kipengele hichi apostle, njoo mbele kwa haraka. Dakika ndo kitu ambacho hatuna. Njoo mbele kwa haraka. Soma hapa mwanangu. Mwingine, biashara hazifanyi vizuri, mahusiano, unaumwa, kuna maroho yanakusumbua, umekutana na shetani barabarani amekutishia maisha. Huwa kuna kauli moja nawaambiaga watu, shetani akisumbua kokote, usimwambie kwanza, usipige simu, karibu baba, karibu. Shetani akisumbua kokote, usipige simu mbinguni haraka. Wewe unaenda Ikulu au umetuacha makatibu kata huko. Unawahi mbali kule wapi? Shetani dogo tu, mimi namuweza kabisa, nawaambia kabisa. Shetani namuweza kabisa. Na ukitupa mtihani na shetani namshinda. Mimi najua vitu vingi, yeye anajua vitu vichache sana. Ingawa nimwahi kutishwa na mbwa shetani, chuo alichokisoma kasoma miaka 300,000. Mimi degree nimesoma muda mfupi sana.
ni uongo. Roho anatufundisha yote, anatufunulia yote. So ni shida unataka kanielezea? Ndio unanong'oneza tu mwanangu hapa. Hiyo mic wewe unanong'oneza tu, sasa utasikia watu gani? Nipe nishike mwenyewe hii mic. Karibu hapa. Niambie mwanangu, kuna kitu ninanong'oneza tu, kuna nini? Sawa. Ngoja tuangalie hapa kwenye angalia, au sio? Tuangalie kitu ni nini, kwa sababu tuna muda mdogo hapa, tusirushe ngumi nyingi, si ndio jamani? Subiani, Maimuna, Makata, watu wote wanasema hata hapa. Na Subiani yuko hapo nje anashangaa, bwana anaitwa kuna issue nini? Anakuja Subiani hapa. Hello. Hapa anaona kuna maombezi ana huyu mhubiri wa mchongo. Yaani mimi hata sipo ananiita mwenyewe bana. So mwanangu, ambacho nimekisema kwa haraka haraka basi ni hichi, nimekijua. Njoo some tu hapa. Weka mikono tu hivi. Unakaa tu hapa kwa hata anguka, weka tu hapa. Vuta hewa mara 3 tu. Hiyo wewe wamuone sasa, ndio Roho Mtakatifu sasa ambaye tulikuwa tunazungumza hapa. Anavuta hewa mara ngapi? Inapoingia hewa ndani yake, kitu ambacho kinaondoka kwake ni nini? Roho Mtakatifu alipo kuna nini? Pana uhuru. Na maandiko yanasema wakati mwingine eti tunamfananisha Roho Mtakatifu na upepo, sina nini. Anavuta mara ngapi? Ya kwanza, ya pili, ya tatu, jizi amanta asodi amanka vadivada rasuzi ama. Ayachia maisha yake, achia maisha yake. Nyie mnaoenda na kurudi, aya out now, out. Nimesema out. Mnaachia ufahamu, mnaachia tumbo. Sahihi. Yes, ni amri. Yes. Hakuna mtakachofifisha, hakuna mtakachoua, hakuna mtakachofifisha. Yes. Yes. 1, 2, 3. Mnaachia ufahamu wake, mnaachia ufahamu wake. Hakuna mzimu. In the mighty name of Jesus. Shesi ananta baskivada. Shesi amanta baskinama. Shesi amanta maskinama. Ziaba. Rosia amanta badiama. Nafungua uchumi wake. Yes. Nazuia njia yake. Dostia manta badiama. Shastida amanta maniama. Na wahukumu kwa moto. Na haribu kazi zenu. Mnazuia njia yake. Mnazuia mafanikio yake.
In the mighty name of Jesus. Mlizuia wale wazazi, hamtamzuia yeye. Hamtamzuia yeye. Hamtamzuia yeye. Natangaza kuinuka, natangaza kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo. Na nafuta mashtaka yote in the mighty name of Jesus. Shanosi Yamanta Badika Azirama Zatiama Nuru Fi. Regina, amka mwana. Mpigieni Yesu makofi. Mpigieni Yesu makofi. Soma tu mwanangu, tumalize kitu fulani. Tembea unanifuata. Tembea huku unanifuata. Jesusi Ananta Badiama. Hizo ni hatua za mafanikio mwanangu. Ni hatua za mafanikio. Ambaye anazuia hatima yako ameisha mwisho. Tembea huku unanifuata. Kama ambavyo unakuwa niko faa katika ulimwengu wa roho na kuvuta katika dimension ambayo haukuwepo ili usiweze kuzuilika. Shadosi ya manta vadivana asekamania ma kanyaga umguu. Sheduzi antabadiama rasudi antabadiama shakaya shakaya hatiama destiny na uwa kanyaga jatusi ananta badiama jedusi amanta badiama acceleration and momentum shekiama. Weka mikono. Weka mikono. Uhuru kweli kweli mwanangu. Okay, na hii portion ndio kamjua Mungu. Hii portion portion of the Holy Ghost. Rasia nanta badiama joti amanta badiama jaya soziama power understanding osia maantana jaya sosiama resuda maanta badiama power jiza power. Amen. Makofi. Fanya hivi mwanangu. Makofi kwa Yesu. Angalia hivi. Najua kifua ulikuwa unakisikia kama kizito, ngoja niambia. Ulikuwa unasikia kama kuna kitu kiko hapa. Ulikuwa unasikia hiyo hali. Sasa hivi itafuta hiyo hali. Fanya tu hivi, jinyoshe kabisa hiyo. Sasa sikiliza haya maelekezo rahisi mwanangu. Wewe hapa duniani usimweke mtu yoyote moyoni. Na mtu yoyote akikuuzi, usifikiri amekuuzi yeye. Ni ujinga tu. Nishawafundisha hekima ya kuwasamea watu wote kabla hawajakosea. Ndio utaishi vizuri duniani hapa. Unamsamea mtu kabla hajafanyaje? Halafu wewe ni mtumishi wa Mungu, uendelee kufuata mafundisho haya. Haya mafundisho yanafungua kwa 90%, hii 10 tu inamalizia. Hello? Nenda kakae pale. Makofi mengi sana. Kakae kwenye kitako cha muujiza. Karibu baba, uniambie kitu. Tangazo acha mpaka wote msikie. Najua Bongo kuna wambea wengi, naelewa Bongo ndio kipaji chao watu. Lakini haya mambo yanaenda nini? Kinamna hii. Nimefundishwa na Roho Mtakatifu, lakini baba yangu Dasan Maboya pia alinielekeza. Hello? Kaniambia unapokuwa unahudumia watu, unaangalia umri. Mungu amekuita ukiwa bado ni kijana, zingatia sana umri, waheshimu watu wote. Hello? Kuna watu wanaopako kidogo tunawasemi hata shikamoo. Kisa anatoa pepo wasemi shikamoo. Sasa mpaka niongee vitu kadhaa tu kwanza. Nisikilize kwa makini sana. Hii naiongea watu waelewe. Hatujaongea sana, lakini nilikwambia kwenye TV yangu nyumbani pale nilikuona mara kadhaa. Nilikuona wapi mimi? Nilikwambia kwenye TV yangu tu, elewa paka hapo. Kitu ambacho kinaenda kutokea. Haya maneno mtayashika jamani, mtayashika kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Haya na shonsi anaka anoya maya
Ashosiamanta prapanasea makosodia mayanaka asosiementa badia maya raskuiza ayanta badia maya ramane soskanta badia maya shatosiama. Sawa, habari ambazo ninazo hapa ningeweza kuandika sasa kwenye yangu, ngoja niziseme kwa haraka hapa. Kuna mtu mmoja kuwa tunaanza kuomba bado. Kuna mtu mmoja hapa faza, kuna mtu huyu mtu yeye ana huyu mtu sio sasa hivi kwamba namjua huyo mtu, sio sasa hivi kama alivyoniambia kwenye ishu ya fulani zile, ya mimi nizungumze yale mengine nyuma. Huyu mtu kuna wakati huwa anaenda na kurudi. Kweli maisha yana ups and down, lakini huyu mtu anaenda na nini na kurudi, anaenda na kurudi. Kwa hiyo tukikalkulate tunaona kama yuko pale pale. Sasa huyu mtu Mungu alikuwa anamsubiria afanye kweli vitu viwili, na narudia tena, niwahi kusema hichi kitu, huyu mtu ni mtumishi wa Mungu, ila shida huduma zetu huwa maeneo mbalimbali, makanisa mbalimbali wanaweza wasijue huduma yako ni ipi. Hello? Ila huyu ni mtumishi wa nini? Ni mtumishi wa Mungu. Ikisema ni mtumishi wa Mungu, manake Mungu ana ajenda na yeye katika maeneo tofauti tofauti. Ana ajenda na nini? Na yeye katika maeneo tofauti tofauti. Lakini kwa mamlaka ambayo nimepewa, ndio alikuwa anaenda na kuja, anaenda na kurudi, alafu akanipa siri tu ndogo kwenye mambo ya uchumi. Mimi na unlock, sawa? Na unlock potential yako ndani ya baba huyu. Tawala leo unatakiwa unote. Nafanyaje? Na unlock, yani nafungua potential. Ile package yake ya rohoni, mimi nafungua, alafu inaanza kumwagika kwake. Naanza kuzungumza. Kwa sababu nafungua, inakuwa hakuna mambo ya long term plan, short term. Yaani nikifungua yanaanza kumwagika hayo mavitu. Kwa maneno mengine, kuanzia leo utapokea simu nyingi sana baba. Simu nyingi sana. Najua na marafiki wengi, sawa? Marafiki ambao wamezuiliwa kupiga simu, ukawazuia nani? Mimi nawalazimisha. Hivi mbona wanapoongea hivi? Nawalazimisha wa watu wanaanza kupiga simu kama mvua. Na simu zote ni nzuri, manake simu za michongo. Manielewa? Yes. Hicho ambacho nimekisema kimesha kuwa na akihitaji muamini. Ndio naambia kuna watu kuna level ya kuamini, kuna level ya nini. Hicho ambacho nimesema kimesha tokea. Alafu mbaki na kina Tomaso mtaona mapema kama kinaenda kutokea hapa. Umeelewa mzee wangu? Alafu mengine tutaongea sasa pembeni, tutaongea pembeni. Pale tutaongea hapa, nikwambia ombeni mifumo, ombeni nini? Ila naona upande wa nini? Naona upande wa kusini. Upande wa kusini huu, mambo ya kuandika haya. Bana umeniambia hicho kitu ambacho umeota, ngoja nikuandikie hapa. Hii ndio sahihi yangu kwanza. Umeona bana? Unaona hii bana, afu naweka kabisa hapa Apostle Media. Sawa? Nakupa tu. Sawa? Hicho umekiona katika najua kuna kesi hizo naga zamani huko, ukao unaumia, watu hawajatendewa haki, naona mashamba, mimi naye sasa ndio mbea. Lakini sasa hizo kesi zote mzoko unakuwa unaumia na nini, una watu wanakuwa wanadhulumiwa. Hii kitu Mungu bana amekuita katika haki, faza. Nenda kasimamia haki. Amen. Namba 2, majira yako ya hii ndio naiandika hapa.
Naona kuna watu kadhaa wamefariki pale. Ni bana, sasa Mungu kwa nini anaonyesha hichi? Mwandike wangu. Hivi vitu visasa tunaviona mzee wangu. Hili eneo utapata huku sehemu utakaa, utakuwa unapiga huku lakini unamtumikia Mungu huko. Afu mbona hili eneo? Hii ndo sawa. Afu hii kuna vitu naona. Unaona unasoma hapa hivi? Ndo hichi. Na hii ndo sahihi yangu hapa nimeweka hivi. Hii yangu na jina hapa. Usije ukasahau hivi vitu. Umenielewa? Vingine tutaongea vingine tutaviongea nje. Naomba nikuombee kwa haraka kitu hichi tu ambacho nakisikia. Weka tu hivi. Weka mikono yako hivi. Asante Mfalme wa amani kwa ajili ya mtumishi wako. Name. Mtajibu na yako kuna kitu nataka nifanye hapa. Geoffrey Massa. Sawa. Asante Mfalme wa amani kwa ajili ya mtumishi wako. Asante kwa ajili ya mtumishi wako. Jina hili Geoffrey Jadusi Amanta Vadiama, kokote lilipojificha, popote lilipojificha, na litoa nakomboa hili jina, nakomboa jina likatajwe mara nyingi katika maeneo ya unono. In the mighty name of Jesus, nafungua maisha yako kuanzia leo na nakutangazia speed, nakutangazia acceleration. In the mighty name of Jesus. Hakuna uganga, hakuna unajimu, hakuna ulozi utakaofanya kazi kwako. Hakuna matego, hakuna uchawi mweusi wala uchawi mwekundu utakaofanya kazi kwako. Nenda ukaonesha kwamba Mungu amekuita na Mungu ameamua kukutukuza. In the mighty name of Jesus. Amen. Makofi kwa Yesu. Kae tu mzee wangu. Sasa unaona tunayafanya ndio kwenye nini? Weka kwenye memory. Njoo public hapa. Weka tu mikono hivi baba. Naharibu kila kazi za shetani juu ya kijana huyu. Naharibu kila nguvu. Na kila kiu isiyotoka kwako. Na ikausha. In the mighty name of Jesus. Na kausha hiyo kiu. Na natangaza kiu ya haki, kiu ya kumjua Mungu, kiu ya roho, na ipanda kwa kijana huyu. In the mighty name of Jesus. Na naachilia nguvu ndani yake. Power of the Holy Ghost. Katika ufahamu, katika moyo. In the mighty name of Jesus. Hakuna uchovu, hakuna ugonjwa yoyote utakaokusumbua. Kuanzia leo natangaza afya kwenye mifupa, afya kwenye nyama. In the mighty name of Jesus. Amen. Makofi kwa Yesu jana. Nicheki public kwanza. Umekuja uko vipi huko wakati unakuja? Wakati nakuja ni kwa nguvu sina tuadisia. Hapo ni vipi? Kwa ni fresh. Uko fresh. Shapu 10 zinaenda? Hem, tupe tuone kwanza. Wote wawaze hawa watu tupe tuone. Sisi zinaenda 10? Fresh zinatembea. Twenzetu au sawaze au tupige wote? Twenzetu. Chap tu au sawaze na twenzetu zote. Tunaangaliana tu chap. Twenzetu tuone Kaja wanangu twenzetu Yes. 3 4 5 6 7 8 9 10. Mnaomba moja tuone. Mbona inuka tuone kidogo. Nguvu unaanza kweli? Nguvu zipo? Zatosha. Sawa, God bless you. Makofi kwa Yesu. Njoo binti yangu hapa, njoo tu. Karibu binti yangu. Msa nani mwanangu? Naitwa? Prosista. Mwanangu una shida gani? Mwanangu mniambia hapa. Au nitaongea nje? Aweka mikono hivi nikuombee neema ya Mungu. Shazi antabadiama, rasozi amantabadiama. Power of the Holy Ghost. Yes amantabadiama. Zesi amantabadiama. Rekosi ya maya. Shatama.
Rasia manta azozi ekenta badia mayanto. Rasuzi ya manta vakanta badia ma. Rakosi ya manta. Aya, come out! Mwachie. Aya, 1, 2, 3, achia maisha yake na kutangazia leo. 1, 2, 3. Mwachie! Aya, out! Umemtesa vya kutosha. Out! Shakadazia amanta vadia ma. Rakabazida amanta vadia ma. Haya. 2, 3. Achieni ufahamu wake, achieni tumbo lake. Achieni tumbo lake. Mnaatia tumbo kwa moto. Mnaatia tumbo. Atia! Mmemtesa kwa muda huyo binti. Atia! Nguvu zenu ni ndogo. Mnashika maisha yake. Achia! Mnaachia afya yake leo. Hiyo afya mnaachia. Mahusiano yake. Mnaachia. Kibali chake mnaachia. Uchumi wake mnaachia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Damu yake naisafisha hiyo damu. Jatosi ya manta badia ma. Kila mateso nayafuta. Jekudi ya manta badia ma. Shadasi ya manta badiora. Shati ya manta saskonta badia ma asozi ya banta vadia. Jesuzi ya manta vakanta basiora. Jeanta badinka amanta saviora jadiza amanta. Wewe ndiye daktari wa moyo. Jatisa amanta vadia ma. Rasodi amanta. Shatosi amanta vadia. May the peace of the Lord be with you. Msaidie tu. Msaidie kumbatia hivi. May the peace of the Lord be with you in the name of Jesus. Ana shida ya moyo jamani. May the peace of the Lord be with you. Kuna kesi kadhaa na moyo wake huo. Watu wanapitia mengi jamani. May the peace of the Lord be with you in the name of Jesus. Ndio maana nikiwa nawaambia wasini watu ibadani, watu wanakaa huko wanapitia mengi. Na wanafikiri tukija ibadani kama hivi tunakuja tu kucheza, mtu asikize neno la Mungu aondoke. Watu wanapitia mengi jamani. Wanaelewa jamani? Be with you in the name of Jesus Christ. May the peace of the Lord be with you in the name of Jesus. Oh Jesus. Rasia na yako siya manta. Shataya maanta sa anta mania maya. Shakoti ya maya nana. Asunti ya maya nana. Shata maanta vadia maya. Akosi ya manta vania maya. Jezozi ya anta mania maya. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Binti, mwacha asome vizuri. Bwana asifiwe. Mwanangu, pole. Mwanangu, pole.
Kila roho ya mauti naizuia in the mighty name of Jesus. Nazuia kila roho ya mauti, naikausha kila roho ya mauti, kila mauti, pepo uharibifu, pepo hofu, pepo mauti, na kuharibu kwa moto, na umwachie mwanamke huyu nao. Kokote nilipotoka na waondoa na kuwarudisha huko, na kila uhalali na uzuia na ufuta wa uhalali in the mighty name of Jesus. Nilianza kuingia period tangu mwezi wa 3 bila kukata. Kila siku inatoka, yani ni nyingi na pia sio ndogo, lakini tangu nimefika hapa nilivyoombewa imekata kabisa, yani haitoki kabisa damu, yani haina yoyote ile, nimepona kabisa. Kwa hiyo mpigie Yesu makofi, au sio? Hizi mambo huwa ni fedhea kwa wanawake, wanajua. Sasa ndo huko watu walikuwa wanakaa na shida, mnawaleta wanafunguliwa na Yesu. Nanielewa lakini. Ndo mchongo umeisha hapo, si ndio? Na nimeokoka, nimebadilisha dini. Nilikuwa naitwa Rahma, sasa hivi naitwa Drasila. Drasila, au sio? Nchanganya watoto. Kwa kumbe ni Drasila. Nimesema Rahma, kumbe ni Drasila, au sio? Kwa hiyo kama umemsave hapo unabadilisha hapo nini, unaandika Drasila, au sio? Basi barikiwe sana jamani. Huko na kingine nataka kuambia wale. Ongeza na wapenda. Ndo lugha za kipendo. Makofi kwa Yesu bana. Sawa. Kwa hiyo kama mtu anakuwa na ushuhuda, mnakuja unamwaibisha nani? Shetani. Najua wengi wanawafanyia watu vitu. Tulikuwa tuna muda Jumapili ijayo, tutakuwa tuna muda wa nini? Wa ushuhuda. Si tumeelewana hapo? Naomba niahirishe basi ibada hii kwa ajili ya ibada nyingine. Asante Mfalme wa amani kwa ajili ya wema wako, asante kwa ajili ya fadhili zako. Wanako hawa ukatembee nao, waingiako watokako ukahusike nao, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo, amen. Makofi kwa Yesu.